aina hizi 5 za ujuzi ndizo ambazo zimewasaidia sana. Sasa kutoka kwenye kitabu chetu cha mgodi nitakwenda kuchimba madini hayo muhimu sana ambayo pia yamewasaidia watu wengi ambao wamekuwa kwenye program zangu, wamekuwa kwenye madarasa yangu ya mentorship na training. Aina ya kwanza ya ujuzi ambao unauhitaji ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako ni ujuzi wa mauzo na masoko. Tunaita sales and marketing skills. Katika kitu chochote ambacho utakuwa unaamua ukifanya kwenye maisha yako, unahitaji kuwa na ujuzi wa kutangaza, lakini pia ujuzi wa kuuza. Kabla sijafahamu ujuzi huu, nilikuwa nikifanya biashara nyingi sana, natumia fedha nyingi sana kuweza kutafuta wateja, lakini sikuwa nauza kwa namna ambavyo nilikuwa natarajia. Nikafika mahali nikaambiwa unabidi utumie sponsoring ads, na nikaamua kuanza kuzitumia. Nikawa natumia fedha nyingi sana kwa ajili ya sponsoring ads Facebook pamoja na Instagram. Lakini cha ajabu ni kwamba bado nilikuwa sipati matokeo mazuri kama ambavyo nilikuwa nimeambiwa. Sasa baadaye nikaanza kujiuliza ninakwama wapi? Kwa nini natumia fedha nyingi sana? Kwa nini natuma matangazo mengi sana mtandaoni lakini sipati wateja? Kwa nini na biashara nzuri lakini bado sipati wateja? Nilichokuja kugundua ni kwamba nilikuwa nimekosa ujuzi wa masoko na mauzo. Sasa ile kwamba una watu wengi sana wanakufollow kwenye mitandao yako ya kijamii, uko na viewers wengi kwenye Instagram, kwenye Facebook au kwenye WhatsApp status, haina maana kwamba hao watu ni wateja wako. Sasa kuna namna ambavyo unabidi ujue namna ya kufanya wale watu ambao wanakufollow, wale watu ambao wanakufuatilia, wale watu ambao unakutana nao waweze kuwa wateja wako. Na hapo ndipo inapokuja issue sasa ya kuwa na ujuzi wa sales and marketing. Ujuzi huu unakuaje? Jambo la kwanza lazima ufahamu kwanza, mteja ambaye anakuja kununua kwako sio kwamba ana shida na biashara yako. Yaani sio kwamba anakuja kwa sababu anakuhurumia sana, sio kwamba anakuja pale kwa sababu ana shida wewe ndio mwenye kumtatulia tatizo lake. Hapana. Anachokitafuta ni kwamba anatafuta huduma bora. Kwa hiyo mteja anapoamua kuja kwako, maana yake kuna kitu cha ziada ama amekiona kwako ama anakitarajia ukipata kwako. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mteja anapokuja kwanza ameona nini au anatarajia kupata kitu gani. Sasa kosa kubwa tunalolifanya sisi au watu wengi wanalolifanya, na wewe pengine unaweza kuwa unalifanya, ni kwamba unawauzia wateja wako kitu ambacho unataka kuuza wewe, sio kile ambacho wao wanakihitaji. Na wakati mwingine nimekuwa nikiona watu wengi wanatuma kwenye mitandao ya kijamii, nakwambia mteja wangu njoo mnunue, mteja wangu nije nikuuzie. Mteja kwa kawaida hapendi kuuziwa. Hakuna mtu duniani anayependa umuuzie. Na by the way, watu wengi huwa ni wabinafsi. Kwa hiyo mtu anapoona unamuuzia, anajua kabisa kwamba anakupatia faida. Kwa hiyo unatakiwa kutumia ujuzi ili uweze kumuuzia. Na wakati unafanya biashara au unafanya huduma, kitu cha kwanza ambacho utakutana nacho ni watu kuresist kununua kile kitu unakiuza. Kwa mfano, unaweza kuwa na huduma nzuri au biashara nzuri, ukawa unauzia watu, una bidhaa yako nzuri, lakini mtu anakuambia bidhaa yako ni nzuri sana lakini una bei ghali sana. Bidhaa yako ni nzuri sana, nimeipenda, lakini ngoja nikajipange kwanza nitarudi. Sasa hizo tunaziita ni objections ambazo wewe kama mtu wa huduma, kama mfanyabiashara, inabidi uwe na ujuzi wa namna ya kuzihendo ili mteja aweze kununua wakati huo. Jambo muhimu sana pia ambalo unapaswa kulijua kuhusu masuala ya mauzo ni kwamba mteja hahitaji kujua sifa sana ya bidhaa unayoiuza. Hahitaji kujua sifa sana juu ya huduma unayoitoa. Anachotaka kujua ni kwamba kwenye bidhaa hiyo yeye anaenda kupata faida gani. Bidhaa hiyo inampa faida gani? Bidhaa hiyo ina faida gani kwake? Hahitaji kujua imetengenezwa na nini sana, hahitaji kujua ina kitu gani sana. No, anachotaka kujua ni kwamba kwenye shida alionayo, je, bidhaa hiyo unayouza, huduma hiyo unayoitoa ina kitu kitachomsaidia yeye? Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Sasa mara nyingi watu tunakosea au watu wengi wanakosea wanapokuwa wanafanya biashara zao, wanaeleza sifa juu ya biashara wanazozifanya. Lakini mteja hahitaji kujua sifa ya biashara yako, anachotaka kujua ni faida anazozipata baada ya kutumia bidhaa hiyo. Kwa mfano, mtu anapokwenda kununua simu, hahitaji kujua sifa ya ile simu imetengenezwa na nini na kadhalika. Anachotaka kujua ni kwamba je, nikinunua simu hii itashika mtandao? Je, nikinunua simu hii itaweza kupiga picha vizuri? Je, nikinunua simu hii itaweza kutunza chaji? Kwa hiyo zile faida ndizo ambazo mteja anazinunua. Sasa unapotaka kufanya biashara, unapotaka kufanya huduma yako ikue, ni vizuri kujua inatoa faida gani kwa mteja. Mteja anapokuja kununua bidhaa yako au anapotaka kupata huduma yako, anapata
faida gani? Kwa hiyo ni kitu muhimu sana sana sana. Ndio maana kama mko watu 5 mkipiga picha, au mko watu 3 mkipiga picha, kila mtu atakuwa na shauku ya kuona ile picha. Sasa atakapokwenda kuitizama ile picha, anachokiangalia cha kwanza anajiangalia mwenyewe. Hakuna mtu anaanza kumwangalia mwenzake, rafiki yangu ametoka vizuri sana, rafiki yangu. Hapana, watu wote wanakimbia, anajiangalia mwenyewe. Kwa hiyo akijikuta yeye ametoka vizuri sana, na wengine hata kama hawajatoka, yuko tayari kuanza kuposti ile picha mtandaoni, kwa sababu amejiangalia mwenyewe, akaona ametoka vizuri, hajali kuhusu watu wengine. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya huduma, tunapokuwa tunafanya biashara, tujue kabisa kwamba mteja hajali kuhusu wewe. Mteja hajali kuhusu wewe utapata hasara au utapata faida. Kwa hiyo ni vizuri ukajua ujuzi huu wa kuuza na kutangaza, ili usiwe unafanya makosa ambayo watu wengi wanafanya. Una makosa ambayo watu wanafanya kwenye matangazo yao. Kwa mfano, mtu anakuambia, wateja wangu njoo mnunue. Wateja wangu leo nimewaletea bidhaa nzuri, nataka mniungishe. Naomba mnunue. Sasa hatufanyi biashara kwa namna hiyo, wala wateja hawaji kukuhurumia wewe. Kwa lazima ujifunze aina hizi za ujuzi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaweza kuelewa. Lakini ujuzi wa aina ya pili ambao tunashauri sana kuweza kuelewa vizuri na ukamaster ni ujuzi wa kuzungumza. Kuna watu wengi ambao wana idea nzuri, una wazo zuri kabisa. Wengine wana biashara zao nzuri, wengine wana huduma zao nzuri, wengine wana proposal nzuri, wengine wana CV nzuri, kwa sababu kila kitu kwenye maisha kinahitaji kuuzwa, na ili uweze kuuza hakuna namna utauza kitu bila kuzungumza. Kwa hiyo lazima una ujuzi wa kuzungumza, whether unafanya biashara, whether unafanya huduma kama ninayofanya mimi, whether unataka ajira, una CV yako nzuri, una GPA yako nzuri, una elimu yako nzuri. What you need is speaking skills. Watu wengi duniani sasa hivi hawaangalii wewe una nini, wanachokiangalia unaweza kufanya nini. Sasa mtu aweze kujua unafanya nini, aweze kujua una uwezo wa kufanya kitu gani kama hajakusikiliza unavyozungumza. Sasa tuna watu wengi ambao wamekosa nafasi ambazo walistahili kabisa kuzipata. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu ya kuzungumza mbele za watu. Hicho kimekuwa ni changamoto kubwa, na watu wengi wamekosa kazi kwenye interview zao kwa sababu anaposimama tu anaanza kutetemeka. Kuna mtu unaona anaanza kutetemeka, anasimama tu anaanza kutetemeka. Mtu mwingine unamuona anaanza kutoka machozi. Kuna ile hali unaona kama machozi yanatoka. Sasa ile naondoa confidence. Na kwenye interviews, unapowasilisha jambo lako, watu wanachokiangalia ni confidence. How confident are you with what you are speaking? Kwa hiyo ile confidence unayokuwa nayo ndio inayowafanya wale watu wafanye kile unachotaka wakifanye. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kuna mtu mwingine akisimama akiwa na karatasi namna hiyo, unaona kabisa karatasi inatetemeka. Sasa hiyo ni hali ya hofu. Hali ya hofu ambayo inakufanya uwe disqualified kwenye kile kitu ambacho watu walitarajia unaweza ukakifanya. Sasa kwenye speaking skills kuna mambo ya msingi tu machache ambayo unapaswa kuyajua. Kwenye topic ya 6 kwenye kitabu hiki nimeelezea namna ya kuwa good public speaker. Sasa public speaking sio kwamba lazima unazungumza kwa watu wengi sana. Ile kwamba unazungumza na watu 2, 3, 4, 5, 10, 100, hiyo ni public speaking na kuhitaji wewe na ujuzi huo. Sasa kwenye huu ujuzi kuna mambo kama 5 ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia. Jambo la kwanza, lazima ujue kwa uhakika kile unachokizungumza kinamaanisha nini. You should know your topic very well. Lazima ukijue kitu chako ambacho unakizungumza. Lakini jambo la pili, lazima ujue namna gani utakavyozungumza. Utazungumza namna gani? Kuna mtu mmoja aliyekusema kwamba watu hawajali unazungumza nini, lakini wanachokijali namna gani unavyozungumza. Lakini jambo la tatu muhimu sana ni ile physical appearance, namna wewe ulivyo. Je, kile unachokizungumza wakikutazama kinakuwa reflected kwenye maisha yako? Maana unaweza unazungumza kwamba masuala ya mafanikio, wakati wewe mwenyewe ukitazama unaonekana kabisa bado hujafanikiwa. Kwa lazima unazungumza kitu ambacho kina reflect wewe maisha yako. Lakini jambo la 4 ni namna ambavyo umejiandaa. Wanasema preparation is a key. Lazima uwe umejiandaa vizuri. Na kweli ni kwamba kama unazungumza kitu ambacho haukijui, unazungumza kitu ambacho haujajiandaa nacho, watu wanajua kama unajua au kama unazungumza kitu ambacho haujafanya maandalizi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya maandalizi. Just prepare yourself ili uweze kuzungumza vizuri mbele za watu. Lakini jambo lingine muhimu sana ambalo unapaswa kulijua ni kuhusu mazingira ya watu utakapoenda kuzungumza.
watu gani unaenda kuzungumza nao. Namna ambavyo utazungumza na vijana ni tofauti kabisa na namna ambavyo utazungumza na watu wazima. Namna utakavyozungumza na watu wenye elimu ni tofauti utakavyozungumza na watu ambao hawana elimu. Sasa hayo mambo matano yatakusaidia sana kujua namna ya kuzungumza na watu. Na tunasema kwamba ile confidence, ujasiri unaokuwa nao mzuri kabisa unatokana na kitu tunakiita competent. Lazima uwe competent kwenye eneo fulani. Kwa mfano, mimi ninapokuwa nazungumza masuala ya biashara, entrepreneurship, ninapokuwa nazungumza masuala ya leadership, na kuwa na confidence. Kwa nini? Kwa sababu niko competent kwenye maeneo hayo. Lakini naamini kabisa kuna maeneo ambayo nikianza kuyazungumzia nitakuwa sina confidence. Kwa nini? Kwa sababu sio maeneo yangu. Kwa hiyo kwenye maisha, ili uweze kuwa na confidence, uweze kuepuka ile kutetemeka, kutokwa na machozi, kujikuta unaogopa wale watu unaozungumza nao, cha msingi ni kuhakikisha unazungumza kitu ambacho uko competent nacho, unakielewa. Hata kama ukiulizwa maswali unaweza ukayajibu pasipo mashaka. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa mambo hayo. Utakaposoma kitabu chetu hiki ni kwamba utaelewa sasa kwenye public speaking kuna mambo matatu ambayo ni muhimu utaelewa pia na namna ya kuyatumia. Jambo la kwanza linaitwa logic. Lazima unajua kwenye kila kitu ambacho unakizungumza kuwe na logic. Kwa sababu watu unaozungumza nao kila neno unalolitoa watakuwa wanajiuliza logic ndani yake. Kuna nini hapo? Inamaanisha nini? Kwa nini msana unapokuwa unazungumza ujue kwamba kuna maswali watu wanayo kichwani. Kwamba hiki kitu anachokizungumza is it real? Ni kweli kabisa anachokizungumza hiki kiko hivyo na kadhalika. Kwa kuna maswali wanakuwa nayo. Kwa lazima kuwe na logic. Na jambo la pili ni ethics. Lazima uzingatie ethics. Hauwezi kuwa unazungumza na watu wazima ambao wamekuzidi umri afu naambia mshikaji wangu unajua nini, yani zile lugha za aina fulani ya vijana hauwezi kuzipeleka kwa watu wazima, kwa wazee na kadhalika. Kwa lazima uangalie audience ambao unazungumza nayo na utumie lugha ya namna gani. Ethics ni kitu muhimu sana sana sana. By the way, kama unataka kuwa mzungumzaji mzuri, epuka sana maneno ya mitaani, epuka sana kutumia registers, epuka sana kutumia maneno ya kihuni. Si mbaya sana kuyatumia, lakini hauwezi kuwa good public speaker, hauwezi kuwa good speaker ambao hauzingatii ethics ya uzungumzaji. Lakini jambo la tatu muhimu sana ni kitu tunakiita emotion. Emotion. Watu wengi wanakuwa excited kulingana na emotion ambayo unakuwa nayo. Emotion inategemeana na wewe uko excited kwa namna gani kwenye kitu ambacho unakizungumzia. Kwa sababu kile unachokizungumza kinakuwa reflected kutoka ndani, na tunasema communication iliyo nzuri inakuwa ni heart communication. Yaani kabla watu hawajaanza kusikiliza, hawajaanza kuwa na fulana kile unachokisema, moyo wako na wakwao zina communicate. Ndio maana mtu ni rahisi kujua kama unamdanganya, ndio maana ni rahisi sana mtu kujua kama umekosea na kadhalika. Sasa hayo ni mambo muhimu sana ambayo unapaswa kuyajua kwenye speaking skills. Make sure unakuwa na logic kwenye kitu unachokisema, waepuka kulopoka. Maana kuna watu ni walopokaji sana. Na kuna watu wengine wanafikiri kwamba ukiwa na maneno mengi sana ndipo utakuwa unazungumza vizuri. Hapana. Kwenye speaking tunasema maneno yanachangia asilimia chache sana. Kuna watu waliofanya tafiti wanasema maneno yanachangia 5% tu kufikisha ujumbe wako. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana, tone of voice. Ile namna utakavyotoa yale maneno, tonality of your voice. Mtu mmoja aliyekusema inachangia 35%. Lakini pia asilimia zinazobaki zinachangiwa na kitu tunakiita body language. Kwa hiyo unaweza kwamba kufikisha ujumbe kunategemeana na components mbalimbali. Kwa hiyo usifikiri kuzungumza sana, kutoa maneno mengi sana. By the way, kuna tofauti sana kati ya kuzungumza na kuongea. Tuna watu wengi sana ambao ni waongeaji kuliko wazungumzaji. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba ukitaka ufanikiwe kwenye kazi unayofanya, kwenye biashara unayofanya, ofisini kwako na kadhalika, jifunze namna ya kuzungumza. Learn how to become a speaker, a public speaker. Learn. It's very important to have that skills. Ujuzi wa tatu ni ujuzi ambao tunasema ujuzi wa kuongoza au kusimamia. Leadership or management skills. Ni muhimu sana uweze kuwa na ujuzi huu kwa sababu kila kitu kwenye maisha unachokifanya is all about leadership. Ile kwamba unaamka asubuhi, unaweza kujisimamia mwenyewe kila siku, kama unaamka saa 11 asubuhi unafanya 1 2 3 4 5, that's leadership. Na watu wengi mara nyingi wanafikiri kuwa leader au kuwa kiongozi ni lazima una watu wengi unawaongoza, ni lazima uwe na cheo fulani. Ukweli ni kwamba leadership ni tofauti kabisa na cheo. Leadership ni tofauti kabisa na cheo. Kwenye kitabu changu kinachoitwa Leader of the Leaders nimeandika utofauti mkubwa uliopo kati ya
leadership and leadership position. Ni muhimu sana kuwa tunatofautisha vitu hivyo. Watu wengi sana wamejikuta wanapoteza uwezo wao wa kuwa viongozi kwa sababu wanajiona mimi sina cheo. Mimi sina watu nao waongoza. Lakini ukweli ni kwamba uongozi unaanza na wewe. Na kwenye principles of leadership ambazo tunazifundisha ni kwamba tunasema the good leader should start leading himself or herself. Tunaita the Miller principle. Ni kwamba ukitaka kuwa kiongozi mzuri ni vizuri kuanza na yule mtu ambaye ukitizama kioo kwa mara ya kwanza unamuona. Yule mtu ukiona unaongoza anafurahia, yuko very happy, anafurahia unavyoongoza, anafurahia unavyoenenda, anafurahia maisha yako, maana yake unaweza kumuongoza mtu yeyote duniani. Kwa hiyo start with yourself. Kama unataka kuwa kiongozi bora, unataka kufanya mambo makubwa, anza kumfurahisha huyo mtu unayemuona kwa mara ya kwanza unapotazama kwenye kioo. Ikiwa kwenye biashara una mradi, una kampuni, una taasisi, bado unahitaji leadership and management skills. Miradi mingi inakufa, biashara nyingi za watu zinakufa, na mambo mengi ya watu wanaofanya yanakufa kwa sababu ya kukosa ile management and leadership skills. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza ujuzi huo na utakusaidia sana sana sana. Lakini ujuzi wa 4 ni ujuzi wa kuconnect. Tunaita networking skills, connection skills. Kuna watu wengi wanafikiri ukiwa na namba ya mtu fulani tayari umenetwork naye. Hiyo ni connection yangu bwana. Ukiwa na namba ya Mwalimu Musa unajua tayari hiyo ni connection yangu. Kuna watu wana namba za mawaziri, kuna watu wana namba za marais, kuna watu wana namba za wabunge, watu wana namba za watu wengi sana maarufu. Lakini ukweli ni kwamba haina maana kwamba ile kuwa na namba ya mtu uko na connection naye. Connection na kuwa na namba ni vitu vili tofauti. Although namba ni sehemu mojawapo ya connection, lakini watu wengi wanajidanganya kwamba nimeshapata namba yake, au unamwambia mtu bwana nitumie namba yake bwana, ukijua kabisa kwamba tayari nina connection naye. Sasa kumbe connection au networking ni ujuzi kabisa ambao unahitaji kujifunza. Kuna namna ambavyo ukifanya kwenye maisha unaweza kuwa umeconnect vizuri na mtu. Kwa mfano, unahitaji kufanya connection na mtu. Jambo la kwanza lazima ujiulize una nini ambacho kitakuconnect naye. Lazima una kitu tu ambacho kitakuconnect. Ukitaka kuwa na connection na speakers wazuri Tanzania na duniani, maana yake lazima either wewe ni speaker au unafanya kitu ambacho speaker kikiona basi anakihitaji. Kwa mfano kama mtu ni mpiga picha, ni designer, ni mtu wa media, au watu wanaweza connect na speakers kwa sababu speakers always watahitaji kuwa na posters, watahitaji kuwa na clips kwa ajili ya kutuma kwenye social media zao na kadhalika. Kwa hiyo unaweza connect nao kwa namna hiyo kwamba lazima uwe na kitu ambacho kitakufanya aweze uconnect na wewe. Tu uwe na chambo, ni kama kwenye marketing skills. Na jambo la pili ni kukutana nao kwenye maeneo potential. Kwa mfano, kukiwa na conferences au seminars, kuna ile tunayosema kuna VVIP, kuna VIP, then kuna normal. Na gharama zao zinakuwa tofauti. Sasa unaona kabisa mimi nataka ni connect na watu ambao ni VVIP. Hakikisha unalipia ticket ambao ni VVIP. Hauwezi ka connect na watu ambao ni VVIP wakati wewe umeingia kwa normal ticket. Hiyo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo kuconnect unatumia ujuzi huo. Wakati mwingine lazima kubali kuingia gharama. Wakati mwingine unaweza kuomba ile appointment na mtu ambaye unahitaji kufanya connection naye. Ukaomba appointment maalum, kalipia mahali pazuri, hoteli nzuri, ukaomba ukutana naye. Yule mtu akiona unaheshimu namna hiyo, anakuweka kwenye level ambazo yeye yupo. Kwa hiyo ni rahisi sana kufanya connection naye, na ukachukua namba yake na yeye akachukua namba yako akasave na ukasave, basi mkaendelea kuwasiliana. Lakini ile kwamba umechukua tu namba ya mtu basi yeye hana namba yako, itakugharimu sana wakati mwingine kwanza kujieleza sana. Lakini njia nyingine unaweza kuitumia kufanya networking au connection ni kuwa na business card. Mtu akikuomba namba ya simu au ukimwomba mtu namba ya simu, unabidi utoe business card. Very important. Business card inakusaidia wewe kuonekana very professional. Na hakikisha unatengeneza business card ambayo ni very professional, sio vikaratasi. Kuna mtu mwingine anatengeneza business card ambayo ni karatasi, hata ukimpatia mtu anaona ni hawezi kuireject. Kwa hiyo tafuta business card ambayo ni very very professional. Kwa hiyo business card inasaidia sana kuweza kuconnect. Watu wakakuona you are very serious, unaelewa unachokifanya, unaelewa unachokitaka, na ile connection kwa kweli akiipata na wewe anaona inampeleka mahali. Na ujuzi wa 5 na wa mwisho kwa siku ya leo
ni ujuzi ambao tunaita financial skills, ujuzi wa fedha. Ujuzi wa fedha. Ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, tumeona kuanzia kwenye ujuzi wa mauzo na masoko, it's always we are finding money. Tumeona kuna ujuzi hapa, tumeona unahusika kuzungumza, unapozungumza na watu, it's always unatengeneza mazingira ya connection na nini, uweze kufanya biashara yako ikae vizuri. Lakini pia tumeona uwezo wa kuconnect, tumeona uwezo wa kusimamia. Haya mambo yote ukiyatizama yanaingia kwenye kitu tunakichokiita kutafuta fedha. Sasa kama issue ni kutafuta fedha, maana yake kama hauna ujuzi na fedha, bado fedha hutaipata. Kwa sababu fedha tunasema ni kitu ambacho wakati mwingine tunasema ina macho, ina miguu na kadhalika. Ndio maana kuna watu ambao wanapambana kutafuta fedha, lakini ukweli kabisa ni kwamba fedha haiji kwao. Umeona? Yaani fedha haiji kabisa. Utakuwa unapambana, ukipata inapitiliza. Unapata unaingiza kwenye hauwezi kukaa kabisa na fedha. Kwa nini? Kwa sababu kuna ujuzi fulani ambao umeukosa. Kwenye hiki kitabu kuna topic ambayo nimeandika inaitwa financial management. Financial management hapa itakusaidia kujua kwamba hivi fedha inapenda mambo gani. Kuna mambo kama 20 ambayo fedha inapenda. One of the thing ni kwamba lazima uwe na kitu kinaitwa personal development skills. Every single day unaongeza kitu kuhusu elimu ya fedha. Mtu mmoja aliye kuzungumza kwamba fedha unazomiliki zina define uwezo au ufahamu juu ya fedha ulionao. Hauwezi ukamiliki fedha zaidi ya uwezo na ufahamu ulionao juu ya fedha. Mzungumzaji mmoja aliye kusema kama wewe uwezo wako wa kumiliki fedha huwa ni shilingi 100,000, ikitokea bahati mbaya ukapata 1,000,000, ile 1,000,000 utaitumia ovyo, ikifika kwenye 100,000 ndipo ina stabilize sana, akili yako inarudi. Lakini ulijikuta umespend ovyo, umewapa watu ovyo, umeingia baa, umenunua vitu ambavyo havikustahili, mpaka inafika kwenye 100,000. Hasa nini maana yake? Ni kwamba kumbe kuna ujuzi ambao unahitaji kuwa nao kwenye finance. Na Robert Kiyosaki kwenye vitabu vyake anajaribu kuonyesha pia kwamba 5% duniani ndio watu tu ambao wana uwezo kumiliki utajiri mkubwa sana wa fedha. 95% zilizobaki ni wale watu ambao ni wa kutafuta kila siku. Kwa hiyo unafanyaje sasa kuingia kwenye hii 5%? 5% ya watu ambao hata kama watafanya kazi mwaka mmoja, miaka miwili, bado wanaweza kaendelea kuishi. Warren Buffett akasema kama usipojua namna ya kutafuta fedha wakati umelala, utaendelea kufanya kazi mpaka siku unaingia kaburini. Yaani lazima uwe na uwezo huo, uwe na ujuzi huo. Fedha endelee kufanyia kazi. Ifike level wewe hauwezi kupambana kuendelea kutafuta fedha. Ifike level ile maandiko yanayosema na baraka hizi ziwajilie na baraka hizi zitambatana nyinyi, basi iweze kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unafanyaje sasa? Ni kuwa na ujuzi wa fedha. Na ujuzi wa fedha una mambo mawili tu muhimu sana. Jambo la kwanza ni investment mentality. Uwe na ile mentality ya kuinvest. Sasa ujue una invest wapi. Changamoto ndio hii inakuja sasa. Watu wengine wanakosea pia namna ya kufanya investment. Una invest kwenye eneo gani? Na wataalamu wengi wa fedha wanashauri the best first area ya kuinvest kwenye maisha yako ni kwako mwenyewe. Invest kwenye maarifa. Wekeza maarifa kwako. Kwenye mafanikio tunasema maarifa au uwekezaji kwako mwenyewe ni sehemu pia ya business ambayo unaifanya. You are the part of the business. Wewe ni sehemu moja hapo, kwa sababu kwenye marketing kule, kama utapata nafasi ya kusoma masuala ya marketing, utagundua kwamba mteja huwa anunui bidhaa kwanza. Mteja anakununua wewe. Na anachokununua kwako ni nini? Thamani. Na mtu mmoja Jim Rohn nafikiri yeye kusema kwamba you don't get paid by an hour, but you get paid for the value that you add in an hour. Kwa hiyo utakachokipata sio kwamba muda gani umefanya kazi, lakini ni thamani gani umeiongeza kwenye huo muda. Ndio maana kuna watu ambao kwa saa moja anaweza wakalipwa 1,000,000, lakini kuna mtu hiyo 1,000,000 kuipata anaweza kutumia hata mwaka mzima. Nini maana yake? Thamani anayoiongeza. Sasa lazima ujue mimi investment yangu niiwekeze wapi? Fedha zangu nikizipata na ziingiza wapi? Kwa ujuzi huo uwe nao. Fedha kabla hujaipata unaipangiaje? Ukishaipata unafanyaje na kadhalika? Malipo yafanyikeje? Hizo ni issue muhimu sana ambazo unapaswa kuzijua. Lakini kitu kingine muhimu sana kwenye elimu ya fedha ambacho unapaswa ukijua ni issue inayohusu saving. Namna ya kuweka akiba.
Tunasema akiba ni mbegu kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Akiba inakusaidia kuishi wakati mambo yako hayaendi vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Kwenye maisha kuna ups and down. Sasa wakati wa down inabidi ujue kwamba hapa nitaishije. Kwenye kitabu maandiko matakatifu kule kuna mahali fulani wameandika kwamba tujifunze kwa chungu. Chungu yeye anachokiangalia ni kwamba wakati wa up anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya saving. Sasa wakati ule wa down atatumia ile saving yake kuendelea kuishi. Kwa hataona changamoto ya ule wakati wa down na ups, yeye maisha yake yanakuwa yanaendelea. Kwa hiyo tunagundua kwamba ujuzi sasa ni muhimu sana. Na ukitaka kujua sasa kama ni muhimu, hebu jiulize kazi unayoifanya leo ikitokea labda imesitishwa isiendelee kufanyika kwenye taifa lako, au ikitokea uko umeajiriwa afu kawa fired, hivi una uwezo wa kuendelea kuishi kwa siku ngapi? Unaweza kuendelea kuishi kwa siku moja, wiki au mwaka. Kama ukijikuta uwezi kuendelea kuishi, maana yake unahitaji sana ujuzi huu ili ukusaidia, kwa sababu hauwezi kujua kesho itakuwaje. Wakati mwingine unaweza kuugua, unaweza kupata changamoto, ajali na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua namna ya kuweka akiba kwa ajili ya baadaye yako. Hayo yalikuwa ni mambo matano au ujuzi aina 5 muhimu sana ambao unapaswa kuwa nao kwenye maisha yako ili uweze kufanikiwa kwenye eneo lolote, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni usimamizi wa kampuni na kadhalika. Ni mambo matano ambayo unapaswa kuyaelewa. Mimi sijui kwenye somo la leo umefaidika na kitu gani, umejifunza kitu gani, na sijui hasa ulikuwa unapata changamoto kwenye eneo gani. Na ningependa kuona ukituwekea hapa comment chini ili tuweze kujua namna ya kuendelea kusaidiana. Sisi tunasema eyes on opportunity and mind on the future. Asanteni sana kwa kunisikiliza.